You know his face before you know a single fact about him. The white suit, the black string tie, the white goatee and the round glasses, and that muziki ulio ndani yako ndiyo kichwa cha Talent Academy title ya leo. Ni kukaribisha tena tu mahali ambapo ama kwa hakika tunapata madini zaidi. Ni ndani ya Talent Academy na mwandaji wa vitu hivi vizuri ni mimi Isaya Sijia. Leo nataka nichukue safari fupi, safari ya mtu mmoja, mtu ambaye jina lake labda halikuwahi kukuvutia sana, lakini uso wake umeshauona mara elfu. Ni yule mzee mwenye ndevu nyeupe bwana, kofia nyeupe, tabasamu la upole, yule aliyeko katika sanduku la Kentucky Fried Chicken duniani kote. Jina lake ni Harold Sanders, watu wanamuita Colonel Sanders. Lakini kabla hujafikiria juu ya mafanikio yake, nataka ujue kitu kimoja. Kabla ya kuwa colonel, alikuwa ni mtu wa kushindwa mara kwa mara. Alijaribu kazi nyingi maishani mwake. Alikuwa dereva, alikuwa fundi, aliwahi kumiliki hoteli ndogo iliyofilisika. Maisha yalimzungusha huku na kule, yakimuonesha mlango mmoja baada ya mwingine ukifungwa mbele yake. Akafikisha umri wa miaka 65, umri ambao wengi wanauita umri wa kupumzika. Naye bado hajafanikiwa hata siku moja. Lakini kulikuwa na kitu kimoja mzee huyu alijua kukifanya vizuri kuliko mtu yeyote aliyemzunguka: kupika kuku. Alikuwa na kichocheo cha siri chenye viungo 11, ladha ambayo akiwapa watu walikuwa wakirudi tena na tena wakiitafuta. Lakini kwa miaka mingi kipaji hicho kilibaki kimefungwa ndani yake. Alikuwa akijiambia, baadaye nitajaribu, baadaye nitaanzisha biashara, baadaye nitauza kichocheo hiki. Baadaye ilikuwa neno lake la kila siku, neno zuri sana lililomfanya asifanye chochote. Kisha siku moja maisha yakamlazimisha kuamua. Barabara kuu mpya ilijengwa mahali pengine na wateja wa hoteli yake wakatoweka kabisa. Biashara ndogo aliyokuwa nayo ikafa. Alichobaki nacho ni pensheni tu ndogo ya serikali, dola chache za kila mwezi. Watu wengi wakiwa mahali pake wangesema bas, imekwisha, kama vijana wa mjini wanavyosema hivi sasa. Yani angeamua kukaa nyumbani, wakingojea siku zipite, wakisubiri mwisho wa maisha kwa utulivu. Lakini Harold Sanders hakufanya hivyo. Akiwa na umri wa miaka 65 tu, umri ambao wengi wangeuita kuchelewa, alipanda gari lake kuukuu, akaweka nyuma yake sufuria zake za shinikizo na mifuko ya viungo vyake vya siri, na akaanza safari. Alizunguka jimbo zima la Kentucky, akigonga mlango baada ya mlango, akiwaomba wamiliki wa migahawa wamruhusu waonyeshe jinsi ya kupika kuku wake. Walimkataa mara ngapi? Hesabu zinasema zaidi ya mara 1000. Wengi walimfukuza, wengine walimcheka, wengine walimuona kama mzee mwenye wazimu aliyepoteza mwelekeo wa maisha. Lakini yeye alikuwa ameshaona kitu ambacho hakuna aliyekiona. Alikuwa ametambua kipaji chake na alijua jambo moja kwa uhakika: kama asingeanza sasa, angekufa akiwa amebeba kipaji hicho ndani yake bila kukigawa katika dunia. Leo unapopita mtaani na kuona duka la KFC, unamuona mzee yule mwenye alama ile anayekutazama kwa tabasamu akikukumbusha kitu. Haikuwa lazima ianzie akiwa kijana, ilianza siku aliyoamua, nitatambua kipaji changu na nitaanza kuishi nacho leo. Na hapo rafiki yangu ndipo hadithi yetu ya leo inapopata maana yake ya kweli. Kuna maneno yenye nguvu sana aliyowahi kuyasema mwanafalsafa na daktari Olivia Wendell Holmes. Alisema, watu wengi hufa na muziki wao bado uko ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu daima wanajiandaa kuishi na kabla hawajajua muda umeisha. Simama kidogo, yafikirie maneno haya. Muziki huo anaozungumzia si wimbo unaoimbwa kwa sauti. Ni kipaji chako, ni kile ambacho Mungu tangu ulipoumbwa alikiweka ndani ya moyo wako. Ni sauti yako ya kipekee ambayo hakuna mwingine duniani anayo kama ya kwako. Ni kile unachokifanya bila kujitahidi sana. Ni kile kinachotoka kwako kwa urahisi, wakati kwa wengine ni kazi ngumu kweli kweli. Ni kile kinachokufanya unapokifanya unahisi kama vile umezaliwa kwa ajili yake. Mark Twain, mwandishi mkubwa, aliwahi kusema maneno ambayo yamebaki akilini mwa mamilioni ya watu ulimwenguni. Siku mbili muhimu zaidi maishani mwako ni siku uliozaliwa na siku unapotambua kwa nini ulizaliwa.
na kuuliza kwa upole, rafiki yangu, je, umeshaigundua siku yako ya pili? Je, umeshatambua kwa nini ulizaliwa? Ukweli ni kwamba wengi wetu tunaishi maisha yasiyo yetu. Tunaishi kama watumishi wa ratiba, watumishi wa majukumu ya kila siku, watumishi wa matarajio ya wazazi, jamii au marafiki. Tunachelewesha ndoto zetu kwa sababu tunaogopa. Tunasema, baadaye nitajaribu, sijajiandaa vya kutosha, au ninaogopa kushindwa. Lakini ndugu yangu, usipoanza kukitumikia kipaji chako, wewe ni kama mtu anayeishi bila kupumua kwa kina. Unaishi lakini hujaishi kikamilifu. Steve Jobs, muasisi wa Apple, aliwahi kusema jambo la kina sana: muda wako ni mdogo, usiupoteze kuishi maisha ya mtu mwingine. Naye Wayne Dyer, mwandishi na mwalimu wa maisha, aliongeza kwa unyofu: usife na muziki wako bado uko ndani yako. Sasa kipaji chako kinaweza kuwa nini? Huenda ni kufundisha, huenda ni kuimba, huenda ni kuandika, ni kupika kama Colonel Sanders, huenda ni kutengeneza vitu kwa mikono yako, huenda ni uwezo wa kusikiliza watu kwa moyo wa kweli, labda ni uwezo wa kuongoza wengine, au ni ile huruma isiyo ya kawaida ambayo watu wanaihisi kila unapokuwa karibu nao. Sikiliza vizuri, hakuna kipaji kidogo mbele ya Mungu. Kila kipaji ni kikubwa, lakini kipaji hicho kinaweza kufa, si kwa sababu hakikuwepo, bali kwa sababu hakikutumika. Kwa hiyo leo nataka nikuulize maswali matatu ya kweli ya moyoni. Kwanza, ni nini unachofanya ambacho unapokifanya muda unapita bila wewe kutambua? Pili, ni nini ambacho watu wanakusifu mara kwa mara hata wewe mwenyewe usipojitahidi sana kukifanya vizuri? Tatu, ni nini kinachokufanya usahau njaa, usahau saa, na uhisi amani ya ndani inayozidi maelezo? Majibu ya maswali hayo matatu ndicho hasa kipaji chako. Na habari njema ni hii: unaweza kukitambua leo. Unaweza kuanza kukitumikia leo, hata kama ni hatua ndogo sana. Hata kama ni kuandika ukurasa tu, au ni kumfundisha mtoto mmoja tu, pengine ni kuuza kitu kimoja kidogo, au ni kumsaidia mtu mmoja tu kwa njia yako ya kipekee ambayo hakuna mtu mwingine anayeweza kuifanya kama wewe. Kumbuka, Colonel Sanders hakuanza miliki yake ya kuku akiwa kijana wa miaka 20 mwenye nguvu na ndoto nyingi. Alianza akiwa na miaka 66, mkono ukiwa umeshachoka, mgongo ukiwa umeshapinda kidogo, na mfuko wake ukiwa karibu mtupu. Lakini alianza. Na wewe rafiki yangu, bado una wakati. Lakini kumbuka jambo moja muhimu: muda haungoji mtu yeyote. Kwa hiyo leo na kuomba kwa moyo wangu wote, acha kuishi maisha ya baadaye. Acha kuficha kipaji chako gizani. Acha kufa huku muziki wako bado uko ndani yako ukiwa haujawahi kusikika na dunia. Tambua kipaji chako, anza kukitumia. Hata kwa hatua ndogo, anza kuishi leo, kwa sababu usipofanya hivyo, rafiki yangu, hujaishi hata kidogo. Asante kwa kunisikiliza hadi mwisho. Ninakuombea ujasiri wa kujitambua. Ninakuombea macho ya kuweza kuona kipaji chako hata pale kilipojificha. Ninakuombea nguvu ya kuchukua hatua na kuanza hivi sasa, si kesho, ni sasa. Nikutakie kila laheri, heri na lenye heri likawe juu ya mwenye heri ambaye ni wewe unanisikiliza. Jina langu ni Isaya CG na hii ni Talent Academy.